Nilikuwa nimeenda kozi ngumu sana kule Afrika Kusini na huyu mke wangu ya mwezi mmoja. Ilikuwa tukisoma darasani siku 3, siku ya 4 mnaenda field. Tumeenda mahekalu ambayo hatujawahi kuingia, yawe ya Buddha, Hinduism, Krishna, yale magumu, dini mbalimbali duniani ziko Afrika Kusini na ni kubwa, na wana university mpaka msikitini kule Durban. Sijaona msikiti mzuri na mlaini kama huo. Msikiti ya huku wanaingia na mikeka kule wameweka carpet, ukikanyaga mguu unazama. Tuliingia humo tukapiga story nao na kueleweshana muda wa saa 1:30. Na Buddha, usione watu wanaabudu Buddha, iko miungu mitatu. Sisi tunasema kuna Mungu Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, na wao hivyo na picha zao najua watu wanataka kuona. Na nimegundua picha zenye maneno ya kuona wachungaji watu wanazikubali kuliko nyie mnaowaambie muishi kwa imani. Watu wanataka waone kuna Mungu wa kutoa mali, kuna Mungu wa uponyaji wa pili, watatu wa kutoa hekima na maarifa na cheo. Na wanakuambia wewe ukisujudu, wewe nenda endelea na dini yako, ila watakupa. Na kuna matajiri wa dunia wote waliosaidiwa na huyo Buddha, wa viwango vya kawaida na wa viwango vya juu. Kama unataka kuwa tajiri wa juu sana, ulipia, alafu unataja jina moja wapo. Unasema labda mimi namtaka Joel Masinzi, na umesoma habari zake alikuwa tajiri wa kiwango gani, unaambia huyu ni wa hela hii, huyu ni wa hela hii, huyu ni wa hela hii. Kama unazo unalipa. Kwa hiyo unaondoka, baadaye unaona mambo yana. Shetani hana shida kununua roho yako kama anajua hujui. Baada ya hapo utaenda motoni, mabilioni yote atakupa. Si hata alimwambia hata Yesu, nisujudie, nitafanya nini? Nitakupa. Hata kwambia ujinga huo wadanganya watu wengine, sio mimi. Haleluya. Imeandikwa msujudie Bwana Mungu peke yake. Ndio akamwambia tutakutania msalabani. Na msalabani akamua kwa neema ya Kristo, akazikwa, akafufuka. Ndio sisi tunamwamini na kuweka shida zetu kwake, na Bwana anaturehemu na kutusaidia. Haleluya.